reason I stopped going to church, episode 2. Today I'm going to focus on the thing people call sadaka. There's no bigger scam in this world than sadaka. They always tell you that ukitoa sadaka utabariki, but that's the biggest lie that inatumikanga kumanipulate people. First of all, let me ask you, as a Christian, because me, I'm not a Christian, I'm not a believer, I'm not a religious person, I don't read that book you call Bible. I am free from all that. God aliniondoa from all that bullshit. Because I want to help people who are still in the bondage ya religion. Let me ask you, hiyo sadaka umetoa hiyo miaka yote umekuwa kwa hiyo kanisa, nini imekusaidia nayo? Nothing. But I can tell you imesaidia nani. Pastor wako hakukuanga na drive, alikuwa anatembea. But hiyo sadaka yako ilimsaidia. Saizi yako na Range Rover 2, Land Cruiser 4. Na hii Sunday anataka kuwaambia mchange anunulie bibi yake RAV4. Na mtachanga mnunulie bibi yake RAV4. Sasa wewe ukichanga in the name of sadaka, hiyo pesa inaenda kusaidia nani? Inaenda kusaidia hiyo pastor, sio wewe. Utarudi home na mguu na upatiwe hopes. Uambiwe enda and believe for a car this year. When the pastor wants the car, he will not believe for a car. Atawaambia mpange line hapo kama makondo, mtoe sadaka, anunue gari. Na mtapanga line kama makondo, mtoe sadaka, na atanunua gari. Next week hata kuja church na bodaboda. Ni nyinyi mtakuja na bodaboda, na some of you hamna hata pesa ya bodaboda. So nyinyi mtakuja na mguu kavu. When your pastor wants to fly out of the country, hata kuwa na fare ya kufly out of the country. Hata ingawa mmemtolea sadaka all your lives. Bank zake zimejaa, siku hizi akona different bank accounts, akona banks zingine offshore, akona hizi pesa zote, but ile pesa anataka kufly nayo si yeye atatoa. Atakuja awaambie, ukitolea pastor pesa ya kwenda China, Mungu atakubariki na utapia wewe one day utafungua milango zako na utaenda China. So what are you going to do? Wewe mwenyewe hujaifika Nairobi, hujaifika to Rivers Mall, hujaingia TRM Mall, hujaifika Garden City Mall, hujaifika kwa hizi local areas, lakini unataka kutolea pastor pesa a fly to China. And because pastors are just like politicians, our cinema manipulators, they have to tell you things and they'll manipulate you. Kuna kitu inaitwa tithe. Na tithe is the biggest manipulation scam that has ever been done in any church around the world. Anytime mtu anaongea mambo ya tithe, Christians are so ignorant. Yani they even want to beat you up ukiongea mambo ya tithe. Let me bring you back to where tithe will come from. Tithe came from the book of Malachi, chapter 3, verse 10. I told you I went to theology school, I did my certificate, and I did my diploma. I was almost going for my degree, and then I realized hii ni jaba, na nikawachana na hiyo upuzi yote. Now I'm here to help you understand what goes on. Malachi chapter 3, verse 10 talks of the family of Levites. The family of Levites, these were the people who were taking care of the temple, and they were not even supposed to work. So everybody else was supposed to go and bring the tenth of every farm produce to the temple, so that the clan of Levites wanaweza kuwa na food. Walikuwa only supposed to work in the temple. They were not supposed to work anywhere else. Wewe, pastor wako alikuwa Levite lini? Pastor wako ni John Kamau. So, guys, it is a gentleman here, and unasikia vile anajaribu kujieleza, kind of is right, lakini where we are drawing the line ni mahali anasema ya kwamba aliacha kwenda kanisa, so he doesn't believe in the existence of God. Hapa ndio, here is where we are drawing the line. Hapa ndio tunachora mstari mimi na yeye anaposema ya kwamba aliacha kwenda kanisani. Huyu mtu anasema ya kwamba the idea ya kutengeneza hii video ni kwamba anapinga sadaka. Na I want us to clear the air, guys. It is up to us to defend the name of God. Kama unaamini ya kwamba kuna Mungu, it is up to us, guys, to upgrade our gospel. Let us upgrade our gospel kwa kusema ya kwamba yuko by proving that actually he's there. And how do you prove the presence of God? How do you prove that God is there? You prove that God is there through reading your Bible. So tusome Biblia zetu, then tukikutana na watu kama hawa, at least tuwe na kitu ya kuambia, because si kwamba ni watu wabaya. It's just that maybe they ended up in maybe wrong information, na they believed in those information, and you can do nothing about them. You know, there are three kind of people, guys. Kuna wale wanaamini kuna Mungu,
Kuna wale wanaamini hakuna kitu inaitwa dini, hakuna Mungu na hakuna shetani, au wanaitwa atheists. Na wale ambao wanaamini kuna Mungu, haijalishi ni Mungu yupi. Kuna Waislamu wanaamini kuna Mungu, Wakristo wanaamini kuna Mungu, Wahindi wanaamini kuna Mungu, although nao pia wako na Mungu wao. So au ni religious people. Then tuko na satanism sasa, the group of Illuminati, Freemason, wachawi nini. Au wanaamini kuna Mungu na wanaamini kuna shetani, lakini wanaamini shetani ako na nguvu kuliko Mungu. Then sasa kuna hii group ya watu ambao wanaamini hakuna Mungu na hakuna shetani, au wanaitwa atheists. Sasa what you believe in, ile kitu ambacho unaamini iko, make sure ya kwamba mtu akikutana na wewe barabarani randomly, wewe unaweza kumwambia vitu viwili vitatu, naye ashawishike ya kwamba hakika kumbe kuna Mungu. So it is up to us, guys. Let us pull up our socks. Let us upgrade our game. Alafu tuone vile ambavyo tutasaidiana. Manake ni mandugu zetu hawa. Na Biblia inasema katika kitabu cha Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo hao walionekana kitambo. Whatever they are doing is not new. So this guy, huyu mwamba anajaribu kuongelea sadaka. Na ile kitu ambacho anaongelea sijui kama anakijua ama amesoma kitabu. Hiyo ndio sijajua. But I wish angekuwa anajua kile kitu anaongelea. Unajua sadaka. Hata kama umeenda kwa mchawi, kitu cha kwanza atakwambia weka sadaka yako hapo kwa nyungu, weka sadaka yako hapo kwa meza, hata ukaenda kwa Illuminati ukasema ya kwamba unataka utajiri, kitu cha kwanza utaambiwa tunataka mamako, tunataka babako, tunataka ndugu yako, ama tunataka rafiki yako. So sadaka ni kitu huwezi epuka. So the only thing yenye unaweza kufanya, kama pengine mchungaji wako alikukosea, amuelewani na hutaki akule sadaka zako, basi badilisha kanisa, nenda kwa kanisa ingine. Lakini hata ukaenda kwa kanisa ingine bado sadaka utatoa. Na ukisema umeacha kanisa umeenda kwa mchawi, atakwambia utoe sadaka. Na kule sadaka zao ni nyingi kuliko za huku kanisani. Ukienda Illuminati watakwambia utoe sadaka. So that is not what I wanted to say, guys. What I wanted to say is I want to narrow down. Nataka kidogo niwafundishe kuhusu sadaka. Na huyu mwamba anayesema ya kwamba kutoa sadaka ni mbaya, basi aniambie ni wapi ambapo ukienda hautatoa sadaka. Na ni kwa sababu sitaki tuonekane ni kama tunapingana na yeye. I think mimi nimekuja tu kwa uzuri, kwa upendo, ili nimcorrect. I just want to correct him because ninaona there's just anajua kujieleza, amesoma kidogo and he has that confidence, but now zile data, zile information ambazo anatupatia ndio kidogo sizo. So sadaka imegawanywa mara 3. It has been divided into 3. Sadaka hii yenye anaongelea, ya kwanza ni tithe, ya pili ni offering, alafu ya 3 ni sacrifice. Tithe ambayo alikuwa anaongelea hapa, wacha nianze na hizi zingine alafu nimalize na tithe ambayo ameongelea. Kuna offering. Offering huwa unaitoa wakati ambapo pengine mahubiri imeisha pale kanisani, so unaenda unatoa. Offering, ukitoa offering huwa inaashiria upendo. Kwa hivyo offering si lazima utoe kanisani. Biblia inasema katika kitabu cha John 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanawe wa kipekee. Kwa hivyo mtu ambaye amependa kitu huwa anajikuta akitoa, unatoa kuashiria upendo wako. Ukiwa na girlfriend, ukiwa na bibi, ukiwa na mtoto, basi utajikuta ukitoa, unatoa pesa unampa, unatoa pesa unamnunulia nguo, unatoa pesa unampatia zawadi. Mtu yoyote ambaye umependa, upendo wako unaonyesha kupitia kutoa. Sasa basi, kama umempenda Mungu, unafaa ukaweze kutoa sadaka.
Sasa hapa huwa unaweza kutoa 20, unatoa 50, unatoa 100 kulingana na kiwango cha upendo wako. Kama kweli umempenda mtoto wako, uko tayari kutoa hata kama ni 10,000. Uende umnunulie kama ni simu, uende umnunulie kama ni nguo, uende kiwango chako cha upendo na kiwango chako cha mapato kitafanya ama itadetermine ni pesa ngapi utatoa ni kwa ajili ya kuonyesha upendo. Na hii sana sana tunaiona kwa mahusiano, relationship. Mvulana kama amependa msichana, unakuta tu ya kwamba anatoa tu pesa, hata ajali ametoa pesa ngapi. Hata unatoa tu, unatoa kwa sababu gani? Kwa sababu umependa. Kwa hivyo sadaka ambayo ni offering huwa inaashiria upendo. Kwa hivyo unapotoa shilingi 20 kama sadaka, inamaanisha kiwango chako cha kumpenda Mungu ni shilingi 20. Unapotoa pengine 100 kiwango chako, lakini tena hapa kwa sadaka Mungu anaangalia moyo. Kwa hivyo unaweza toa shilingi 20 na pengine hiyo ndio uko nayo. Kwa hivyo mbele za Mungu umetoa nyingi kuliko mwenye ametoa 1,000. Kwa hivyo Mungu anaangalia ni nini ambacho ulikuwa uko nacho. Unaweza toa 1,000 na umebakisha 1,000,000. Sasa wewe ni mgumu, maana ukiwa uko na 1,000,000 na unatoa 1,000, sasa unakuta ya kwamba wewe ni mgumu. Then kuna huyu mtu mwenye ako na hiyo 20 na hiyo 20 ndiye ametoa. Ya pili ni sacrifice. Sacrifice, kila binadamu anatakikana akuwe na kitu inaitwa madhabahu. Madhabahu ndio inakutetea. Madhabahu ndio inakuunganisha na Mungu. Kila mtu lazima ukuwe na madhabahu. Sasa hii madhabahu yako ukitaka ikuwe na nguvu, basi unatakikana ukapate kutoa sadaka. Ndio kama tunapatana. Ukitaka madhabahu yako ikuwe na nguvu, basi unatakikana utoe sadaka. Na ndio maana ukienda Illuminati, unasema ya kwamba pengine unataka ukapate kuwa na nguvu fulani. Watakwambia sasa ile si sadaka, ile sasa ni sacrifice, ile si offering, ile ni sacrifice. Sasa unaambiwa unataka ya kwamba ukaweze kumiliki biashara, mahali ambapo unafanya biashara, unasema wanakwambia sasa tunataka ukatuletee mamako, ndugu yako, ama wanaweza kukwambia chinja mbuzi 100, chinja mbuzi 50. Sasa hiyo ni sacrifice ambayo inatolewa kwa madhabahu ili madhabahu yako ikuwe na nguvu. Sasa unakuta ya kwamba madhabahu zetu kiwango chao cha nguvu hazitoshani kwa sababu ya kiwango cha matoleo uliotoa. Kama mtu ameenda kachinja ng'ombe 10 na wewe unataka kwenda kutoa shilingi 50 kama sacrifice yako, hauwezi kuexpect madhabahu zenu zikuwe na nguvu the same. Ndio maana unakutanga ya kwamba kuna mtu tu alifungua tu biashara na kitu yenye anafanya imekwanga tu ikifanywa tu na watu wengine tu, lakini anapata wateja kutoka kila mahali, mpaka watu wameanza kusema aliingia Illuminati. Kwa nini wanasemanga aliingia Illuminati? Kwani kwa Mungu hatuwezi kupata hizi nguvu. And so sadaka ya pili ni sacrifice. Sadaka ya tatu ni tithe, ambayo huyu mwamba anaongelea. Na uzuri amejifunga, maana anasema ya kwamba imenakiliwa kwa kitabu cha Malaki 3:10 ya kwamba leteni zaka, leteni chakula kwa nyumba ya Mungu ili kusikosekane chakula kwa nyumba ya Mungu. Nijaribuni kwa hilo muone kama sitawabariki mpaka mkose mahali pa kuweka. Naye anasema ya kwamba hiyo ilikuwa tu ni watu wa Levite, maana walikuwa wamepewa jukumu la kuchunga temple. Na anasema ya kwamba kwa sababu walikuwa wanachunga temple, hawakuwa wanaruhusiwa kufanya kazi, lakini wale wengine walikuwa wanatakikana wakaweze kufanya kazi ili walete 10%. Sasa anaongelea akisema ya kwamba sijui Otieno, sijui wa Irimu, sijui nani ni Levite. No, reference hapa si Levite. Reference hapa ni temple. Na ndio maana Malaki 3:10 haijataja, hakuna mahali Levite ametajwa. Malaki 3:10 inasema kwamba leteni chakula, leteni zaka kwa nyumba ya Mungu, Umeona? Unanisikia? So
Kama wewe uko kwa nyumba ya Mungu, wewe uko kwa nyumba ya Mungu, it doesn't matter whether wewe ni Mkikuyu, whether wewe ni Mjaluo, whether wewe ni Mtaita, Mkamba, Mbaluya, bora umepewa nyumba ya Mungu, unaangalia nyumba ya Mungu. Then Biblia inasema hiyo nyumba ya Mungu haifai kukosa chakula. Unanipata? Maana wewe pia umesema ya kwamba walikuwa hawatakikani kufanya kazi au wana wa Levite, kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kuchunga temple. Na kwa sababu Mungu ameenda kainua mtu anachunga nyumba ya Mungu, basi chakula inafaa ikaweze kupelekwa kwa hiyo nyumba isikosekane. Ameuliza swali lingine ya maana akisema ya kwamba kitambo watu walikuwa wanaleta chakula. Kitambo watu walikuwa wanaleta chakula, lakini saa hii watu wanaleta, yani kitambo watu walikuwa wanaleta mazao, lakini saa hii watu imebadilishwa, imekuwa ni pesa. Wacha nikwambie hivi, kitambo business ilikuwa inafanywa through barter trade. Kitambo biashara ilikuwa kitambo hakukuwa na kitu inaitwa pesa. Kitambo ilikuwa inaitwa, walikuwa wanafanya biashara through barter trade. Unanipata? Na kama ni pesa, basi ulikuwa unasikia wakisema ni dhahabu. Unaona, dhahabu, coin, sijui nini, haikuwa shillings. Sasa hii mambo ya barter trade ilienda ikabadilika with time. Ndio shillings, pesa zikakuwa invented. Sasa kama unafaa kuleta mazao, mtu ambaye uko town, mtu ambaye yuko Mombasa, ambaye alimi, watu ambao wanalima wako bara, huku town sisi tumeajiriwa. Sasa kama nataka kutoa fungu la 10 niende bara, nilete mazao, nikuje na mahindi kutoka bara. Manake tukiwa tuko Mombasa, tukiwa tuko Nairobi hatulimi, tumeajiriwa, tunafanya kazi. Na tukifanya kazi, hatulipwi mahindi, hatulipwi maragwe, hatulipwi mchele, hatulipwi ngano, tunalipwa pesa. Sasa hii pesa, kuna watu wanaenda wananunua alafu wanapeleka, ama kuna wale ambao wanatoa pesa. Kwa hivyo kutoa pesa si mbaya. Walikuwa wanatoa mazao kwa sababu kitambo ilikuwa ni barter trade. Mimi nikiwa na nguo nitakupatia nguo, alafu wewe utanipatia kiatu. Mimi nikiwa na mahindi, wewe unanipatia maragwe. Mimi nikiwa na omena, wewe unanipatia samaki. Hiyo ilikuwa ni barter trade, hakukuwa na pesa kitambo. Jambo lingine ambalo amekosea, anasema ya kwamba hawa watu wanaongezea wakisema leteni muone kama hamtabarikiwa. Sio watumishi wa Mungu wanaosema leteni ili muone kama hamtabarikiwa. Ni neno la Mungu ndio imenukuu ya kwamba leteni muone kama hamtabarikiwa. Jambo lingine anasema ya kwamba alipokuwa anafanya kazi ya Mungu alikuwa anateseka, alikuwa ni maskini, alikuwa ni ombaomba, lakini sasa saa hii ametajirika, saa hii yako vizuri. Nataka nikwambie hivi, Mungu anaweza kutajirisha mtu na shetani vile vile anaweza kutajirisha mtu. Sijui kama unakubaliana na mimi ama unanipinga, wacha nikudhibitishie. Ukisoma kitabu cha Luka 4:7, wakati ambapo shetani ameenda kumjaribu Yesu, alimwambia Yesu, niabudu mimi nami nitakupa kila kitu, maana hizi vitu nimepewa. Wacha tutoke huko kwa Luka 4:7. Wacha turudi kwa practically. Ukienda Illuminati huwa wanakuambia nini? Wanakuambia ukijoin tutakupa gari. Ukijoin biashara yako, na huko kwa Illuminati hakuna Mungu. Huko kwa Illuminati ni manyoka na mashetani na majini na mapepo na kila takataka ya maovu. Lakini wanakuahidi utajiri. Kwa hivyo shetani ako na uwezo wa kukutajirisha na Mungu ako na uwezo wa kukutajirisha. Kwa hivyo usiseme ya kwamba ulipokuwa unafanya kazi ya Mungu ulikuwa maskini, lakini sasa saa hii umeacha kazi ya Mungu uko tajiri. Kwa hivyo unataka tuache kazi ya Mungu ili hapana. Pengine kuna wale ambao ulijiunga nao na ulipojiunga nao walikuahidi kile ambacho walikuahidi, na sasa unakuta ya kwamba unafurahia. Kitu kingine ambacho amesema naye ninakubaliana na yeye. Kumbuka sijakuja hapa kumpiga vita. Mimi nimekuja tu hapa ili nikaweze kumcorrect tu. Manake
Ni mtu tu mzuri, nimeona kama ni mtu mzuri, anaweza kureason, ana reason tu vizuri, amesoma, lakini sasa kuna vitu viwili vitatu tu ambazo anakosea, ambazo kama anaweza kucorrect, basi anaweza kuwa yani mhuduma mwingine mzuri sana. Kitu kingine anasema ya kwamba alikuwa anasomea theology, akafanya certificate, akafanya diploma, alikuwa anaenda kufanya degree, akaachana nayo kwa sababu aliona mambo ya Mungu ni jaba. Wacha nikwambie hivi, mambo ya Mungu si ya kusomea. Mungu kama amekuchagua ili ufanye kazi yake, hautakikani hata kuenda shule eti umesoma theology. Kwani Yesu hakusoma? Moses hakusoma? Alifanya kuitwa tu akiwa anachunga kondoo. Hakusoma, hakuna mahali imeandikwa ya kwamba, in fact, akiitwa alianza kutoa visababu, akisema ya kwamba yeye si muongeleshaji mzuri, hajui kuongea. Kwa hivyo, wao watu ambao wamejaa kanisani kwa sababu walienda kasoma theology, ndio wanapotosha watu. Neno la Mungu, huwa Mungu mwenyewe anakuchagua, alafu anakupatia kitu inaitwa roho wake. Roho wake ndiye anakuongoza, si zile mafundisho ambazo ulifundishwa kule shuleni. Jambo lingine ambalo nataka nikakubaliane na yeye, manake unajua sisi wachungaji pia kuna mahali tunakosea. Na wakati ambapo tunakosea, sasa hawa watu wanapata mahali, wanapata mwanya ya kutushambulia. Jambo la kwanza ni kwamba sisi wenyewe hatupendani. There is a lot of competition kwa kazi ya Mungu. Sasa unakuta hii competition ndio inafanya ya kwamba mtaa mdogo iko na kanisa 20. Ukipiga kona kidogo kuna kanisa, ukipiga kona kidogo kuna kanisa. Na ameongelea akisema ya kwamba ni umaskini na njaa. Hapo nakubaliana na yeye. Wengine tumeenda kufungua kanisa kwa sababu ya umaskini na njaa. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini akasema ya kwamba ukienda katika mitaa ya matajiri unakuta ya kwamba kupata kanisa ni ngumu. Hiyo ni kweli, manake wale watu wako na mpangilio. Unakuta ya kwamba kanisa ni moja na kanisa ni kubwa na kanisa imetengenezwa vizuri na mchungaji analipwa. Yaani kuna vile tu wamejipanga vizuri, mwisho wa mwezi mchungaji analipwa. Sasa unakuta ya kwamba visarakasi si nyingi. Lakini hivi vikanisa vyetu vya mtaani unakuta ya kwamba mwingine ako pale, mwingine ako huku, mwingine ako kwingine, na wote wanashindana, na yani mambo ni mengi. Hapo ninakubaliana na wewe kabisa. Maana sijakuja hapa kukupinga. Nimekuja tu hapa kurekebisha zile vitu viwili vitatu ambazo unakosea, na mahali ambapo uko sawa nitakwambia hapo uko sawa. Kuna mahali ambapo unakosea ukisema ya kwamba matajiri hawawekewi mkono. Hakuna mtu ambaye yani hahitaji Mungu, hahitaji kuombewa. Wakati ambapo Raila alikuwa anataka kugombea urais, sijui kama ulikuwa Kenya ama ulikuwa umesafiri. Na kama ulikuwa Kenya, basi Raila alienda kaombewa na akaekewa mkono. Uhuru Kenyatta aliombewa na akaekewa mkono. Ruto vile vile aliombewa na akaekewa mkono. Je, hawa watu ambao nimewataja ni masikini ama ni matajiri? Ni matajiri. Kwa hivyo unaposema ya kwamba ni masikini ndio wanawekewa mkono, unakosea. Kuna mchezaji wa Real Madrid anaitwa Endrick, vile tunaongea sahihi, Endrick alikuwa spotted akiwa kanisani anaomba. Kwa hivyo unaposema ya kwamba matajiri hawaendi kanisani, unakosea ndugu yangu. Kuna tajiri anaenda kanisa na kuna maskini anaenda kanisa. Sasa nyinyi kama amwendi, nyinyi unajua kile kitu ambacho unajaribu kufanya ni kwamba unajaribu kutuingiza kwa box, kwa lugha ya vijana. Unajaribu kutuingiza kwa box ili tuone ya kwamba kanisa haifai, hakuna Mungu. Lakini kwa zile vitu ambazo umesema zote, pale ambapo ninakubaliana na wewe ni mahali ambapo wachungaji wamebadilisha neno kazi ya Mungu imekuwa ni biashara. Lakini yote iko kwa Biblia. Biblia inasema wakati wa mwisho kutakuwa na wachungaji wa kweli na wachungaji wa uongo.
Sasa wewe una focus kwa wachungaji wa uongo. Wachungaji wa ukweli umewaacha wapi? Hapa ndio unakosea ndugu yangu. Hii inaitwa Unseen World. Tuko hapa kwa ajili ya kutetea uwepo wa Mungu. Tunajua ya kwamba Mungu yuko. Lakini kuna mashirika, kuna vikundi ambavyo vimeinuka na vinapinga sana uwepo wa Mungu, na ni lazima tukaweze kusimama kama Wakristo, tukaweze kusimama kama Waislamu. Wewe ambao unaamini ya kwamba kuna Mungu, ni wakati tukapate kusimama ili tutetee Mungu wetu. This is called Unseen World. Kama umebarikiwa na hayo mafundisho, basi make sure ya kwamba umesubscribe. Tutakutana kwa video ijayo. Barikiwa.